I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker,
Yahweh. Father, you are here, Lord. For us, Lord, you left the throne because of us. You left the throne, King of glory, for us, oh Lord. Father, we worship you because of us, my Father. You suffered on the cross because of us, oh Lord. You suffered because of us, Lord. I lift you Thank you for high, this high, gracious Lord. time, Lord. Gracious Lord. Thank you for this pure Thank moment, you, Lord Jesus, you Father, have for given your us, Lord. mighty work. You are here, Lord Jesus, Been here to with worship. us, You are here, Lord. King of Lord, to I exalt your can name. feel your There's no presence other here name like within you, the Lord. house, There's no Lord. other name like you, I King of can Lord. feel you Father, touching there's us, no Lord, other with your name like your name, oh branches. Lord. We I worship can you. feel, Lord, We your worship presence, you. Jesus. We worship you, Lord Jesus. I give We you the worship glory you, King and of honor, Lord. Jesus. Father, thank you for Because this you are pure mighty morning. man of war. Thank you for this time, Because you are Lord. Thank you for this mighty, morning, mighty. Lord. You are Father, we worship excellent, you. We serve Jesus. you, Lord. I Father, serve may you you the receive all rest the of my praises, life. Lord. You are I mighty, would you are worship mighty, and you are God but mighty. you, You are Jesus. Jehovah, Lord. Mighty I Lord. glorify you because your Father, love we is love you. kind. We Your love you, love is Lord. patient. We love you, Lord. Oh Jesus, oh Shantarabo Shataya. You are Lord. Father, thank you for your love, Lord. Thank you, we glorify Thank you, your Jesus. For your name. love, thank you for your You are love. worthy, you are Father, worthy, you are King God. of Kings. We worship you, we thank you. We exalt you, Lord. Shantarabo Shataya. Yeah, Lord Jesus. Glorify your name. Your love is kind. Your love is patient. Yeah. You fill my heart, with promise, God. You, oh, you're amazing. You make my life feel brand new. Oh, you're amazing. Yeah, yeah. You make my life feel brand new. Jesus, your love is too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah, yeah, yeah. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Yes, let's go. Your love is patient. Oh, you fill my heart with so much peace and joy. Oh, you're amazing, Jesus. You make my life feel brand new. Jesus, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love,
love. Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Excess love. Everybody lift your voice and say your love is amazing. Your love is amazing. Your love is amazing. Your praise 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 is amazing. Oh, We love you, Lord Jesus. we thank you, Lord. We love you, Lord Jesus. We give Oh, you praise. glorious Lord Everything, Lord, Jesus. is amazing, We Lord. love you, Jesus. We love you, Lord Jesus. We declare that you, we Lord know you Jesus. love us. We love you, mighty God. Unatupenda Yesu. Wewe umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Haufananishi na mwingine Jehova. Asante Yesu kwa umbali huu. Asante Yesu kwa baraka zako Mfalme. Hakika tumeona mkono wako. Unatupenda Yesu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Moto wako Bwana umewaka. Unatupenda Yesu. Moto wa injili umewaka. Haufananishi na mwingine Moto wa injili Jesus. umewaka. Umetosha. Ee Mfalme, Asante tunakutukuza. Kuna mwingine kama Wewe unastahili. Tume wewe ni mwema. kama mitume. Haleluya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Oh. Yesu. Yes. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Kama mitume tuwashe moto, tukahubiri neno la Bwana. Kama mitume tuwashe moto, watu waokoke moto. Moto wa injili umewaka. 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 Moto wa injili umewaka.
Asante Yesu, asante mtakatifu. Asante Mungu wa amani, tunakuinua. Tunakutukuza, wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo Mungu. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Umekuwa mwaminifu Yesu, tunakushukuru. Tunakuinua Jehova kwa sababu ya asubuhi njema. Tunalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni mwema. Asante ni kwa sababu ya uhai ambao umetupa Mungu. Asante kwa sababu ya watu wako Jehova Jire. Asante kwa sababu ya kanisa lako Elishadai. Twakuinua kwa sababu ya asubuhi njema ambayo umeifanya. Ni siku njema, ni siku ya furaha ambayo umeiandaa kwa ajili ya maisha yetu. Twalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Ni katika jina safi la Yesu Kristo twaomba na hata kushukuru. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Katika siku ya leo amekuwa mwaminifu. Yeye ni Mungu mkuu. Yeye ni Mungu mkuu. Katika asubuhi ya leo naalika kila mmoja wetu, wale wote ambao wametutazama, wale wametutazama kutoka mbali, na wale wanatusikia kutoka kwa maredio. Mungu wetu anaishi. Mungu anaishi mbinguni. Kuna Mungu mbinguni. Yeye anaangalia kutoka mbinguni aone mtu wa kumwabudu. Kila wakati Mungu wetu anatazama kutoka mbinguni aone kama kunaye mtu wa kumtendea kazi, aone kama kuna mtu wa kumwabudu. Haleluya. Amina. Kwa majina anaitwa Apostle Charles. Na hudumu katika kanisa moja ya Nyamataro P.A.G. Fellowship inaitwa Bethlehem. Na Mungu awabariki sana. Kutoka hapa tuko katika kanisa ya Nyamataro P.A.G. Kwa uongozi wa Pastor Ken Ogaro. Na tunashukuru kwa sababu ya maisha yake. Tunamtukuza Mungu wetu. Bila kupoteza wakati, tunataka tuende katika maandiko. Kutoka kitabu cha Mhubiri 11 verse 9. Inasema aje? Sikia vile inasema kwa Kiswahili. Furahia kijana, wakati ungali kijana. Moyo wako na ukupe furaha katika siku za ujana wako. Fuata njia za moyo wako na chochote macho yako yaonayo, lakini ujue kwamba kwa ajili ya haya yote Mungu atakuleta hukumuni. Umurandia 11 yoga soma kianda aye umosai gokera engaki yobosai bwao. Yes. Tiga enkoro yao ekolentere omogoko asama tuko obosai bwao. Bwatia chinjera chiokogania wenkoro yao. Na aya maisao akorora. Kolende inyora inga ase ayonsi Nyasaye na akorangerie ase kina. Amen. Amina. Kumbuka, inyora wewe kijana, inyora ayo wewe mtu ayomuntu ambaye unamjua Mungu, amekupa uhai, amekupa uwezo, amekupa masikio ya kusikia, na amekupa macho ya kutazama. Kumbuka siku yacha ambayo Mungu atakuhitaji katika kiti chake cha katika kiti chake cha enzi. Tenda yote
koronsi macho yako yanaona, ona. aya maisha yako rora, Masikio yako yanasikia, fanya. aya maisha yako igwa igwa. Katika siku zile zinapokuja, Asama siku zijasho, asama tukagoja, Mungu wa amani, Mungu ambaye anaishi mbinguni atakuita hukumuni, atakuita katika kiti chake cha enzi, atakuita na ukumbuke hivi. Na anapokuita kuna hukumu, kuna hukumu. Katika hukumu hiyo, katika hukumu hiyo utaenda kusema nini? Alikupa uchasiri, akakupa masikio, akakupa macho ya kutazama. Hey, anasema hivi, furahi ewe kichana wakati ungali kichana, wakati uchaishiwa nguvu, wakati una meno yote, wakati una furaha, wakati una miguu ya kutembea, lakini atazama mambo yote. Furahia katika maisha, furahia katika vitu hizo nazo zitazama, lakini kumbuka neno moja, siku yacha ambayo Mungu atakuhitaji, atakuja kukuuliza yale yote ulikuwa unayatenda katika dunia, atakuuliza yale yote ulikuwa unafanya katika dunia hii, katika chini ya jua, na uwe tayari kumweleza katika uchana wako ulikuwa unatenda nini, katika uchana wako ulikuwa unasaidia nini, katika kanisa lake ulikuwa unatenda nini. Umekuja kanisani kusikiliza kutoka kwa Mungu, au kukuja kusikiliza kwa wanadamu, lakini umekuja kusikiliza neno la Mungu. Umekuja kuabudu Mungu wako, au kuja kwa niaba ya mwingine, lakini umekuja kwa niaba yako mwenyewe. Siku ya hukumu yacha ambayo utaitwa peke yako, hautakuja kuita grupu, na haitakusaidia, haitakusaidia. Mama yako haitakusaidia, baba yako haitakusaidia. Yule rafiki ambao unasema ni rafiki wa moyo, siku hiyo itakapowadia, siku hiyo itakapokuja, ni siku ya kilio. Jina la Bwana libarikiwe. Ni siku ya mateso. Hakuna hata mmoja atakuwa karibu na wewe akusaidie wakati unaulizwa maswali, maana Mungu mwenyewe anasema anakuhitaji hukumuni. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema hivi, moyo wako na ukupe furaha katika siku za uchana wako. Moyo wako ukupe furaha siku ya uchana wako, siku ungali mrembo, siku ungali na nguvu, siku meno bado yako haichaondolewa, siku una nguvu, siku una nguvu ya kukimbia, siku una nguvu ya kuinama na kusema Mungu ni Mungu. Siku hiyo inakuja, siku ya Bwana ambaye atahukumia kila mmoja kulingana na matendo yake. Wewe unatenda nini kanisani? Wewe unatenda nini kwa watu wa Mungu? Wewe unatenda nini kwa watumishi wa Mungu? Wewe unatenda nini kwa kanisa la Mungu? Umekuja kufanya nini? Umekuja kutazama nguo? Umekuja kutazama nguo nyororo na ndefu? Umekuja kutazama sura? Umekuja kuangalia wanao vizuri, wanaotamuka lugha vizuri? Mungu atalipa kila mmoja na matendo yake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, amina. Ukirudi mstari wa 8, hata kama ataishi, hata kama mtu ataishi miaka mingi kiasi gani, na achisifurahishe kwa yote, lakini nakumbuka na uikumbuke siku za giza, kwa maana sitakuwa nyingi. Kila kitu
kitakacho kuja ni upatili. Kila kitu kitakacho kuja, kila kitu kitakachoonekana, siku ya kuja inakuja, siku ya giza inakuja. Tigansome omuntu kara agenderere koba moyo asengaki yemyaka emenge tigago kerengaki eyo ago kerengaki eyo korende goika inyore ng'amatuko omosunde lakini inyore naba amange mono onsi ayago chigocha nigo arebusa, lakini hakumbuke siku ya shida inakuja na ukumbuke ni mingi. Nando inyore na amange, Biblia inasema ni mingi. Amatuka ayuna amange Katika siku hiyo itakapowadia, siku ambayo ni ya giza. Unafikiri ni siku gani? Unafikiri ni siku gani inakuja? Ni siku bado nguvu zako zitakuwa zimeisha. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba katika uchana wako, katika siku zako za uchana wako, fanya chochote macho yako yanaona. Fanya chochote macho yako yatasamayo. Furahia katika uchana wako. Kama ni kuingia mahali popote unataka kuingia, ingia. Kama ni kufurahia katika furaha ya dunia, ingia hapo. Kama ni haki yetu unaenda barabarani kupigana vita, enda tu. Kama ni kusema haki yetu tupewe, enda. Lakini kumbuka siku moja inakuja ambayo ni ya giza. Hautakuwa na uwezo. Siku hiyo hakuna nguvu. Siku hiyo hautakimbia. Siku hiyo utasema nitashindwa hata kuongea, nitashindwa hata kutembea. Siku hiyo inakuja, siku ya Bwana kurudi, siku ya Bwana kurusi, siku ya Yesu kurudi duniani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe umeingia kanisani, kazi yako ni kuangalia viti imepangwa vizuri. Mbona viti imeseeka hivi? Mbona huyu atafalia vizuri? Siku hiyo itakapokuja ya giza, nuru yako itatolewa. Nuru itatolewa na giza itakuwa. Utasema nini? Katika ujana wako ulikuwa unafanya nini? Utasema wacha niendaende miaka kidogo, wacha miaka isonge. Nikifika miaka 50, hapo ndipo nitaokoka. Nikiwa na watoto, hapo ndipo nitaokoka. Nikiwa na mke, hapo ndipo nitaokoka. Lakini wacha nikuambie, siku ya kurudi kwa Yesu hapa duniani hakuna hata mmoja anayejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku Mungu atarudi, hata mmoja hatajua. Ndiposa inasema ya kwamba okoka leo hii. Haleluya. Amina. Okoka leo hii. Jikabidhi mikononi mwa Mungu leo hii. Geuka kutoka njia zako mbaya leo hii. Fanya kazi ya Mungu leo hii. Fanya kazi ya Mungu leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona wewe unajisumbua? Mbona wewe unajisumbua na mambo ya dunia ambayo itaisha? Mali za dunia zitaisha, watu wazuri wataenda, kazi nzuri itaondoka. Siku ya kuja kwake Yesu inakuja na inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na hayo maneno mingi. Fanya kazi ya Mungu. Jikabidhi kwake Mwokozi Yesu. Tenda vile Mungu anataka. Sitii sheria zake Mungu. Biblia inasema ni nyepesi sana. Ni nyepesi sheria zake Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amina. Hii dunia ina mambo mengi. Lina gari ya Yesu, tugende igoro. Lina gari ya Yesu,
togende igoro mugakali negali ye togende mwatata lina egali ya tata togende igoro. Unafikiria hiyo gari iko namna gani? Hiyo gari ya Yesu unafikiria ni mchezo? Imekaa hapo ikikungoja, imekaa hapo ikikusubiri. Nakumbuka hilo gari lina watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo gari lina watu na safari linaenda ni ndefu. Kuna matope, kuna uteresi, kuna milima na kuna maponde. Haleluya. Amina. Gari la Yesu ni kasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kasi ya Mungu nao ufikiria inaenda nyueni taratibu. Hati ni taratibu sana. Nikiokoka nitakuwa salama sana. Nikiokoka sitapatana na fitina. Nikiokoka sitatukanwa. Kuwa tayari kwa hiyo gari la Yesu. Kwenda mbinguni watakaofika kule ni wenye nguvu. Watu ambao wamejitolea. Watu ambao wako na nguvu. Sio watu wanalegea legea. Sio watu wakitishwa wanaanguka chini. Tunaingia kule mbinguni kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaingia na nguvu. Tutaingia huko tukiwa na hilo gari ambalo ni gari la Yesu. Anaita wote. Ujue hilo gari linapepa aina ya watu. Kwa maana Yesu anasema njooni nyote. Atasema njooni wa Kristo pekee. Atasema njooni waliookoka. Lakini anasema njooni wote. Wale waliolemewa na mizigo. Wale wameona maisha yamekuwa magumu. Wametorokea kanisa la Mungu. Wameingia nyumbani mwa Mungu. Ukiwaangalia watu hao wako hapo. Walitoroka kuja imani mwa Mungu. Wakakuja ili wasikie injili. Wakakuja ili wakutane na Mungu wao. Wakakuja ili wakutane na Yesu. Lakini wewe ni uko hapo kuangalia wale Yesu aliowaita. Umeanza kuwa chiwe telesi kwa kuangusha watu wale ambao Yesu ameita kanisani, ambao Yesu ameita wache kwake ili wamwabudu. Watakuja vile walivyo. Watakuja vile walivyo. Usikue hapo ukiwa chiwe telesi. Maana ni Mungu ameweka watu hao wache hapo. Anasema hivi, nimeweka chiwe katika Sayuni. Sayuni ni mji mtakatifu wa Mungu ambaye Mungu anakaa. Ambaye Mungu anakaa. Sayuni mtakatifu wa Mungu, mji ambao Mungu ametenga. Mahali Mungu akiitwa anaitika. Akitafutwa anapatikana hapo. Watu wakienda hapo wanashangilia. Lakini Mungu mwenyewe ameweka watu wa kuangusha wengine. Wewe kama mwokofu umeamini kuna watu wa kuangusha watu. Wako hapo. Wako hapo. Anakuambia kwani wewe umeokoka juzi unatuambia nini? Miaka yako ni kidogo bwana. Miaka yako ni kidogo. Turista poli kidogo. Wacha kananda. Hai. Enda pole pole. Sisi tulitangulia hapa. Watu wa Mungu bado ni wa Mungu. Kazi yao ni kuangusha. Ni chiwe telesi. Ameweka Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ameweka watu hao hapo ili wakusongeze, ili wakutingishe kidogo, ili uweze kuamini chiwe hili, ili uweze kujua ya kwamba huyu ndiye yule ambaye Mungu mwenyewe ameweka hapo.
digero nyara ko manyango yo nero ulio manene abekire ambaye Mungu ameweka anianguse. abekire digerangi Kwa hivyo utakaa ngangali, na yoba makongu utakaa choncho, na yobe utakaa ukisimama na miguu miwili, ote nene na magora useme hii ni chiwe. ote bengeli neli Hakika ukiliangalia akero ko lidigere na uamini, na ndebwegene hautaanguka, tokogwa hautatelezwa, togotereli hautateleza. togotereli Utaangalia hili ni chiwe, igora ligere huyu ni yule mtu Mungu ameweka oyo no muntu oli Nyasaye abekire kwa niaba yangu mimi. asengencho ya nenti Jina la Bwana libarikiwe. manene yesaba Kwangu mimi, asengencho ya ili liweze kuniteleza, digere na utatelezwa ukiliamini chiwe hilo. na ande togotereli na kwegene teligene Haleluya. amina Hilo chiwe amini liko hapo. egena ligene Huyo mtu amini hako hapo. egena ngo muntu ino Anakuuliza umeokoka kweli wewe? au kobolinga no tole katobolia Matendo yako amakora ao yanahitajika hukumuni. naga neirie asekina Bwana Yesu asifiwe sana. manene yesaba kwe Yale unayoyatenda katika chini ya jua, aliogokora inse yale unayotenda nyumbani mwa Bwana. aliogokora ase nyumba ya Nyumbani mwa Bwana sio nyumbani kwako. ase nyumba ya Nyasaye tali mwa Mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya Mungu. ebirengere bya Nyasaye nebingao nebya mwanya bantu Mawazo ya wanadamu ni tofauti na mawazo yake Mwenyezi Mungu. ebirengere bya mwanya bantu Ukitazama mwanadamu vile unamuona, akaro kuligere mwanya bantu bunoko marara Mungu amuoni vile unavyomuona. Nyasaye taiko marara buno Anamuona tofauti. igako marara Maana mwanadamu huangalia mafasi, ekiagara mwanya bantu akuligere chianga anaangalia sura, kuligere liekieni na anamchachi vile amemuona. na ndo monachereki na buna Anasema huyu hata akileta injili na mragani sitasikia. na ndo tebango yo nalete Lakini Mungu wetu wa mbinguni, Nyasaye itole igoro yeye utasama mwanadamu erega kuligere mwanya kwa moyo. asomoyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ingekuwa ni hivyo, hata Musa mwenyewe angewaongoza wana wa Israeli. Maana Musa hakujua hata kuongea vizuri, lakini aliongoza wana wa Israeli, na Mungu alimuona jinsi alimuona, akaona moyo wa Musa ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Akaangalia Musa, akaona moyo wa Musa, akasema ndio utakayewaongoza wana wa Israeli. Wewe ndio utakayeongoza watu wangu uwatoe katika inchi hii ya shida, inchi hii ya mateso, uwafikishe katika mahali niliyowaidia. Wanadamu wanamwangalia Musa, namuona wewe Musa atatuongoza kweli? Hana sura. Mbona anasema anaongea na Mungu? Mbona anasema anaongea na Mungu? Hata sisi tuna nguvu, hata sisi tutaweza ongea. Mungu akasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasikia. Unapomuongea mtu wa Mungu, unapoongea watumishi wa Mungu, mahali penu pakazi, katika vyumba vyenu, mabarasani mwenu, Mungu anaangalia. Mungu anakuangalia. Maana macho ya Mungu kila wakati yanachungulia kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe mwenyewe kumbuka unachokiongea, kumbuka unayoyasema, yatakubalika machoni pa Mungu na mbele za wanadamu, ama unajificha tu? Siku ya giza inakuja. Mungu atakuhitaji uyatende yote uliyokuwa unayatenda katika giza. Biblia inasema ya kwamba yatakucha kwa wazi, yatatemwa hadharani. Siku hiyo itakapokuja, ni nini utasema? 12:6. Hiyo uso maraka. Engoli eroisirie korwa ase efeta nebutorwe na egetabo keroisirie korwa ase etaabu giatwe na
enyongo yatwe awo asensoko ya maji na ekebarabara nkebunwe. Hiyo ni gani unasoma? 12 isana emo. Hebu soma. Engoli erosirie kurwa asefeta nebutorwe na egetabo kerosirie kurwa asetabu ngiatwe na enyongo yatwe awo asensoko ya maji na ekebarabara nkebunwe awo asegesima kia maji. Sikia, inasema hivi kwa Kiswahili, mkumbuke muumba wako. 12:6. 12 isano nemo. Kiwazo 12 isano nemo. Inasema 6, inasema aje? Sijasikia vile inasema hiyo. Katika ndio 12:6 Mhubiri. Hebu soma. Isome. Soma. Ngoja kidogo. 12:6. 12:1 inasema aje? Inyora ole umosai. Ndio hiyo nasoma. Kama ataracha. Ndio hiyo nasema. Emeve etaraika ange ekero nomogoko koba moyo asenga kibuneye. Tindi nomogoko koba moyo asenga kimuneye. Sina furaha kuwa hai wakati kama huu. Siku zinakuja ambazo ama tukongo chale utasema sina nguvu ora atebe ngatindi hata kuenda kuimba. Siku hiyo itakapokuja, siku hiyo itakapowadia, siku hiyo itakapotiwa giza, utasema sina nguvu. Sina nguvu ya kusema neno la Bwana. Sina nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Siku hiyo itakapokuja, ambayo ni siku ya taabu, ambayo ni siku ya giza, ambayo ni siku ya mateso, utasema sina furaha, kwa maana nguvu zimeisha, kwa maana nguvu zimetoka, kwa maana umekuwa mzee sana. Fanya sasa hivi ambayo wakati ungali na nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Fanya sasa hivi wakati ungali na nguvu, wakati unaangalia Biblia na unaisoma vizuri, na unaangalia Biblia na unahubiri vizuri. Kuna siku inakuja ambayo hata kuona hutaona. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako ukiwa bado kijana, fanya kazi ya Mungu. Maana siku Mungu atakuja, atalipa kila mmoja kulingana na matendo yake. Atalipa sawa sawa na matendo. Si watu wote wataingia mbinguni? Haitawezekana. Haitawezekana. Maana Mungu anafanya na matendo. Maana Mungu atachagua kila mmoja kuingia kule mbinguni na matendo yake. Wewe katika nyumbani mwa Bwana ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unahukumu wengine, na umesoma maandiko yanasema usihukumu maana hutahukumiwa. Ukihukumu umekwisha kuhukumika. Sasa hiyo umechukua wapi?
Unahukumu watu wa Mungu. Unasema huyu hawezi kuwa pastor. Unasema huyu hawezi kuwa mhubiri. Unasema huyu hata praise yake ana praise vibaya. Anatamuka maneno vibaya. Kazi yako unasikia maneno ama unasikia neno la Mungu? Jua hivi, ukitafuta ubaya utapata ubaya. Ukitafuta makosa kwangu utapata makosa kwangu, na ukitafuta mazuri kwangu utapata mazuri kwangu. Kwa wachungaji vile, kwa bishop wako ni hivyo. Ukitafuta baraka kwa bishop utapata baraka kwa bishop, na ujue kuna maneno mawili utapokea kutoka kwa hao watu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utapata mambo mawili, moja yapo itakupata. Utapata baraka ama upate laana. Mbona wajisumbua? Katika uchana wako wajisumbua kwa nini? Katika siku za uchana wako mbona unalegea? Mbona hutaki kufanya mapenzi ya Mungu? Mbona hutaki kufanya kazi ya Mungu? Mbona hutaki kufanya? Kazi yako ni kuchungulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yako ni kutegea, uone makosa, uone ulegevu, maana hiyo ndio utaona. Ukitafuta ulegevu utaona ulegevu hapo, lakini ukitafuta baraka utapata baraka hapo. Wachana na watumishi wa Mungu, wachana na walioitwa wa Mungu, wachana na wapakwa mafuta wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Siku hiyo itakapokuja, nuru yako itaonekana, mwangaza wako utaonekana. Utamuita Mungu na ataitika. Katika mateso yako utamuita Mwokozi Yesu na atakuonekania kwa mazuri ambayo unatenda katika chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na ngome na msaada upatikanao hasa wakati wa mateso. Zaburi 46 verse 1. Zaburi meronge enena isane. Hebu soma. Inasema kwa Kiswahili, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ni kimbilio na ngome kwetu sisi ambao tumechaguliwa, ambao Mungu anatuchua. Kwetu sisi ambao tumetengwa, tumewekwa kando na Mungu. Mungu wetu yeye kazi yake ni kutuchungulia. Nyasaye no botamero bwaito ne chinguru chieito. Botambe nigo areange botokonye. Botambe kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu aba. Kama uchaingia kwenye shida, kama uchaingia kwenye giza, kama uchaingia kwenye matatizo, kama uchatukanwa na watu, kama uchatengwa na watu, kama watu hawachakukana na watu wakukatae, Mungu hawezi kuonekana. Mungu wetu huonekana wakati wa matatizo. Ukitaka kujua, pigia Danieli simu. Umuulize ilikuwa namna gani Daniel. Wakati ulitengwa, upigia kina Joseph. Waulize ni nini ilikuwa. Ulitengwa. Danieli alipokuwa ndani ya shimo, amewekwa pale haangamie. Amewekwa pale simba wa murarue. Mungu akamuangalia na akamulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamuangalia na akamulinda. Alipotoka pale akapata ujasiri na nguvu. Akasema kumbe Mungu wangu hako. Ukitaka kujua vizuri tena, pigia Petro simu. Ulize Petro,
ilikuwa namna gani wakati ulifungwa? Ulifungwa namna gani? Ulitetewa na Mungu kiasi gani? Mungu wako alionekana aje wakati ameingizwa ndani ya shida? Wakati amewekwa ndani ya milango mitatu, akafungiwa na milango huku akiwekwa pingu, minyororo katika mikono yake. Umuulize Petro, ilikuwa aje? Omba, Mungu atakusikia. Wewe msikilizaji wangu, wewe ambaye unaniona, wewe ambaye unanisikia, omba kwa matatizo, omba kwa mateso yako, omba kwa mateso ya wale wenzako, omba kwa wale mayatima ambao unaona wanateseka, wale wachana ambao unaona wanateseka. Waombe, kwa maana Mungu kupitia kwa maombi na kuwaokoa watu wake. Ukitaka kujua vizuri, pigia lile kanisa ambalo Petro alikuwa anashiriki. Piga simu kule ukaulize, mulifanyaje? Halo? Waulize, mulifanyaje? Wakati Petro alishikwa akapelekwa gerezani, akiwa pale analia, akiwa pale anateseka, akimungojea Mungu, hakusema kwa nini mnanifunga? Hakusema kwa nini mnanitesa hivi? Mbona mnaniweka minyororo kwa mikono yangu? Alinyamaza akingojea kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alimungojea Mungu amsaidie. Na watu kutoka kwa kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Watu kutoka kwa kanisa lake wakaendelea kumuombea na kunyoosha mikono kuelekea kule. Mungu akasikia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasikia maombi na akamtumia malaika wake, akamtoa kule gerezani, akaingia mpaka ndani, milango imefungwa, akapiga Petro, akapiga pafu ya Petro. Petro simama. Petro akasimama. Wakapita mlango wa kwanza na maaskari wakiwa hapo, mlango wa pili maaskari wakiwa hapo, mlango wa tatu, na wakaondoka kupitia mlango mkuu. Ndipo fahamu zote zikamrudia Petro, akasema, nilikuwa nafikiria ninaota. Kumbe Mungu alikuja akatuma malaika wake, ndiye ameniokoa. Maombi inasaidia. Kanisa la Mungu, maombi inafanya kazi. Watu wa Mungu, maombi inafanyanga kazi. Omba ukiamini ya kwamba Mungu atatenda. Mahali haiwezekani kwa wanadamu, kwa Mwenyezi Mungu inawezekana. Omba. Ombea wanadamu, ombea wanaoteswa, ombea mayatima wale, ombea wachane wale, ombea wasio na nguvu, ili Mungu akawasaidie. Wacha kuingia kanisani kila mara wewe kazi yako ni kuchiombea. Wacha kuingia kanisani kazi yako ni kuangalia shida zako. Wacha kuingia kanisani kazi yako ni mawazo. Ingia kanisani mwa Mungu na ujue ya kwamba kunaye Mungu mbinguni, na atakusaidia katika mateso yako, atakusaidia katika ujane wako, atakusaidia katika mahali pako. Una Mungu mbinguni ambaye anasikia mateso ya wanadamu, ambaye anasikia mateso ya watu wake. Tumuombe huyu Mungu na yeye atatusikia. Tumuamini huyu Mungu na yeye atatusikia. Mbona wateseka? Mbona watafakari maneno masito? Mbona wawaza sana? Na kunayo Mungu mbinguni. Biblia inasema yeye anatuchungulia, aone kama tunamwabudu, aone kama tuko hapo kwa ajili yake, aone kwamba tunamtumainia. Kazi yake sasa anatuchungulia. Kutoka mbinguni Mungu anakuchungulia. Kutoka mbinguni Mungu anakuangalia. Usifikiria kwamba Mungu anaangalia, anachungulia.
yeye anachungulia kutoka mbinguni aone kama kwamba kuna mtu wa kumwabudu, lakini amepata wote wamepotoka, wote wameondoka na wote wameoza. Na wewe uko wapi basi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko wapi? Siku hiyo imekuja, utakuwa wapi? Siku hiyo imewadia, yaliyonenwa yamefika, yaliyonenwa yanaonekana. Siku hiyo kama imekuja, wewe mwenzangu, wewe ndugu yangu, wewe mama yangu unayenisikiliza, wewe mzee ambaye unanisikiliza, siku hiyo ni siku ya mateso. Rudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu, mupokee Yesu, umuinue Yesu. Yeye mwenyewe akuinue, na jina la Bwana litabarikiwa, na jina la Bwana libarikiwa sana. Mubarikiwe sana, mubarikiwe sana. Mungu awabariki. Mungu awalinde. Oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Jehovah Jireh, ni wewe, ni wewe Bwana. Amen. Amina. Nashukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Wale ambao mmetupata kutoka karibu na mbali, waja tujifunze kumtegemea Bwana wakati tuko na nguvu. Tufanye kazi ya Bwana tungali na nguvu, na Bwana ataenda kutubariki na kutupeleka mbali. Hivyo nataka tuweze kuomba katika asubuhi ya leo wa watu wa Mungu walio karibu na mbali, wakisema kwamba mtumishi wa Mungu tukumbuke. Wengine ni wagonjwa, wengine wako na shida mbalimbali, wanamhitaji Mungu, wako kwa kitanda saa hii. Wengine wanatutazama wakingojea kwenda theater. Wengine ni wagonjwa kabisa, wanashindwa wafanye namna gani. Bwana Yesu anaweza katika asubuhi ya leo. Naenda kukushughulikia mahali popote pale ulipo, na maisha yako hayatakuwa kama vile yalivyokuwa, na ni kwa jina la Yesu. Nakushukuru Baba Mungu, muumba mbingu na nchi, muweza mambo yote. Asante kwa sababu ya nafasi umenipatia, hata umepatia pia na mtumishi wako ametoka mahali hapa, Apostle Jali Zogero. Mamtumia kadri na mapenzi yako. Naomba kwamba Bwana neno hili ambalo limekuja kwetu kwa nguvu likutane pamoja na maisha yetu kwa njia ya kipekee, na kupitia ile imani tumekuwa na neno hili, natangaza uponyaji kwa wale ambao ni wagonjwa, ukawaponye magonjwa yao yote kwa jina la Yesu. Walio na majaribu mbalimbali Bwana ukawaonekanie, walio na shida mbalimbali ukawatendee, wanaokuhitaji ufungue milango, fungua milango. Wale ambao Bwana hawana amani ndani ya maisha yao wape amani. Wengine wamefiwa na wenzao, vile tunavyoongea hivi hata wanatupata kupitia kwa radio,
wengine kupitia kwa Facebook na YouTube. Naomba kwamba Bwana ukawatembelee, geuza maisha yao katika jina la Yesu, wapate tumaini mpya katika jina la Yesu Kristo, ili jina lako lipewe sifa na liinuliwe, kwa kuwa kando yako hakuna Mungu mwingine. Naombea nchi yetu ya Kenya ukaweze kutupigania Bwana, utusaidie tunapojipanga kwa njia moja ama nyingine kwa ajili ya uchaguzi. Natangaza amani, natangaza baraka. Maroho ya furugu, maroho ya fujo, maroho ya vitina, tunavunja hizo nguvu katika jina la Yesu. Natangaza uwepo wako na nguvu zako sikaweze kuandamana pamoja na watu wako, kwamba unaenda kusimama pamoja katika wakati huu, na neema yako itatutosha kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya ibada ya leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 5. Namba 8 ni mwanzo mpya. Namba 8 ni kuanza tena upya. Katika mwezi huu wa 5 tunaomba kwamba uanze upya katika maisha yetu, ukatutembelee katika njia ya ajabu, ukalete mageuzi makubwa katika maisha yetu, ukatusungumuzie katika viwango vikubwa, ikiwa ni mwanzo mpya. Namba 8, naomba kwamba Bwana uanze pamoja nasi mahali ambapo tumeregea. Tunaomba mwanzo mpya mahali ambapo tumeremewa. Tunaomba mwanzo mpya mahali ambapo hatujafanya vizuri. Tunaomba utusaidie tuanze upya kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bariki watumishi wako walio ndani ya nyumba hii, bariki viongozi walio ndani ya nyumba, bariki kanisa letu la Nyamataro, bariki kanisa la Kristo Yesu ulimwenguni kote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru kwa sababu hii ni neema ya ajabu umetupatia kusungumzia watu wako. Jina la Baba liinuliwe na jina la Baba lipewe sifa. Asante kwa yote na vyote. Tunapoendelea na ibada zingine, tunaomba neema yako ikatutoshe. Tunakushukuru kwa sababu ya sadaka tunaenda kutoa, na wengine wale tayari wametoa, ninaomba ukapate kuwabarikisha. Jina la Baba liinuliwe na litukuzwe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini, na mtu wa Mungu aliye hai asema amina. Piga Bwana Yesu makofi kwa wema wake mahali popote pale ulipo. Bwana akubariki, Bwana tende mema, Bwana kuonekanie, Bwana atembee pamoja na wiki hii katika shughuli zote. Mungu akakuonekanie, afungue milango iliyo mbele yako imefungwa, akaajilie neema ambayo imepita kuelewa kwa mwanadamu, ili uanze kufanya yale ambayo hukukuwa unaweza. Tuendelee kutoa sadaka zetu, tuendelee kutoa sadaka zetu. Wale ambao mko hapa na wale ambao mko mbali, bado unaweza kufanya kazi ya Bwana na jina la Bwana litainuliwa. Ukiwa mbali unataka kufanya kazi ya Bwana katika kanisa letu la Nyamataro, na unataka kutuma sadaka yako kupitia M-Pesa, unaenda kwa M-Pesa. Ukienda kwa M-Pesa unaenda lipa na M-Pesa, buy goods and services. Alafu utaweka till number ambaye ni 331388. Utakuwa umeweka sadaka yako katika akaunti ya Nyamataro P.A.G. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema. Amen. Bwana awe pamoja na nyinyi tunapoenda katika madarasa yetu ya Sunday School. Neema ya Bwana iwatoshe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. God bless you.